Mungu akubariki sana. Roho Mtakatifu tunakualika utufikishe neno lako katika jina la Yesu. Amina. Leo tunaangalia somo linasema haupo peke yako. Iwapo umempokea Bwana wetu Yesu Kristo, umempa maisha yako, jua kwamba haupo peke yako. Usikubali tabu na shida za dunia hii zikupe sonona, zikufanye uone kwamba umeachwa uko peke yako. Hapana. Neno la Mungu linasema hayo kwa uwazi kabisa. Katika ile Mathayo 11:24 anasema kwamba njooni kwangu nyinyi msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Hiyo ni ahadi ya Bwana wetu Yesu Kristo kutupumzisha iwapo tutamfuata, iwapo tutampokea na kumkabidhi maisha yetu. Hata katika ile Yohana 14:23 Bwana wetu Yesu Kristo anasema kwamba mtu akinipenda mimi atalishika neno langu. Na mimi na Baba tutakuja na kukaa kwake. Kwa hiyo hauko peke yako. Ukiona kwamba unapata huzuni ya kupita kiasi, upweke wa kupita kiasi, jaribu kutathmini maisha yako. Je, umempa Yesu maisha yako? Je, umemkaribisha Yesu atawale maisha yako kwa njia ya Roho wake Mtakatifu? Kwa sababu Roho Mtakatifu ni mfariji, ni mfariji wetu wa kweli. Hata unapoona kwamba wanadamu wamekuacha, unapojiona kwamba umekuwa mpweke, kimbilio ni Yesu Kristo pekee. Kwa sababu katika ile Yohana sura ya 10:11 anasema kwamba mimi ni mchungaji mwema, na mchungaji mwema anautoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Anasema mimi si kama wale wachungaji ambao wakiona mbwa mwitu anakuja wanakimbia, wanawaacha kondoo waliwe na mbwa mwitu. Anasema mimi sio hivyo. Mimi Bwana Yesu ninautoa uhai wangu kwa ajili ya kondoo. Ndivyo anavyosema. Anasema hata akiwa na kondoo 100 mmoja akapotea, hata hakikisha yule mmoja anamtafuta na mpaka ampate. Kumbuka hadithi ya Gehazi na Elisha. Pale maadui walipokuwa wakija, Gehazi akamlilia Elisha, tazama wanakuja watu wengi. Lakini Elisha alimwombea Gehazi afumbuliwe macho. Akawaona watu waliokuwa nao, majeshi ya mbinguni waliokuwa nao, akawaona ni wengi kupita wale maadui. Kwa hiyo ninakuombea leo ufumbuliwe macho ili uondoe hofu. Yesu Kristo mwenyewe anasema kwamba amani anayotupa si kama itolewayo na ulimwengu. Amani yake ni ya tofauti kabisa. Anatuambia tusiwe na hofu, bali tumtumainie yeye, tujikabidhi kwake kikamilifu, na hakika tutauona wema wake. Amina. Barikiwa.